dalili mpya, bali nimekuletea tangazo kutoka juu mbinguni ya kwamba iko hukumu ya dhambi. Tulichokileta hapa ni tangazo. Tangazo wako wengi wamewahi kusikia, wengine wamewahi kuona kwenye majumba yameandikwa matangazo, wengine katika wale wanaoishi mabondeni wamewahi kuona matangazo yanayosema ya kwamba watu wanaoishi mabondeni wabomoe majumba yao au wahame kabisa kabla ya mvua kubwa. Waliowahi kupuuza matangazo ya namna hiyo walijikuta ya kwamba mafuriko makubwa yalipotokea walizama wote kwa maji. Wengine wakaanza kulaumu serikali, lakini shida ilikuwa ni wapi? Walipuuza tangazo. Nami nakuletea tangazo hili ya kwamba la kutoka mbinguni kuhusu hukumu ya dhambi. Tangazo hili kwanza kabisa ilitangazwa kwa watu wa jamii ile ya Nuhu. Watu wa jamii ya Nuhu waliletewa tangazo kama ile ambayo nimekuletea, wakaambiwa ya kwamba iko hukumu ya dhambi, iko hukumu ya dhambi. Wakapuuza kwa sababu wanapuuza wewe jioni ya leo, wakawa wanasema watu hawa hawana kazi za kufanya, wakawa wanasema watu hawa wamekosa pa kwenda. Yote walikuwa wanajitetea kwa ajili ya kupuuza tangazo waliokuwa wanaambiwa, lakini mtangazaji hakuchoka, akaendelea kusema ya kwamba iko hukumu ya dhambi kwa watu ambao wanaishikilia dhambi. Maana katika Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28, hebu mtu mmoja nisaidie kusoma Mathayo 11 mstari ule wa 28. Haleluya, haleluya. Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 28. Acha nisome mwenyewe kama ya kwa moyo, maana Biblia yangu inaniambia ya kwamba njoni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Haleluya. Yawezekana hapo ulipo una mzigo umekutesa muda mrefu. Yawezekana una mzigo umekutesa muda mrefu. Yawezekana ni uzinzi umekutesa muda mrefu. Yawezekana ni kuvuta bangi. Yawezekana wengine ni kamari. Yawezekana wengine wanasumbuliwa na chuma ulete. Sikiliza nikwambie jioni ya leo, hakuna mahali kwingine unaweza kupata msaada isipokuwa kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu pekee ndiye anaweza kukutoa huo mzigo. Haleluya. Mzigo ulio nao natakiwa ulete kwa Yesu.